Mbele yenu mimi ni Elibahati Zablon Kimaro, ni mkurugenzi lakini pia ni mzalishaji wa mbolea inaitwa KEPI Taka ni Dhahabu. Na leo na furaha sana kwamba tulialikwa kwenye maonyesho ya Nane Nane kwenye taasisi ya wakulima na wafugaji ya mkoa wa Arusha ambayo inaitwa MVIWA Arusha. Na taasisi hii ni taasisi ambayo iko katika taasisi mbalimbali zenye kivuli chini ya kilimo ekolojia, ambao pia una SHIWAKUTA na wengineo. Na katika hali ile ya maonyesho ya Nane Nane, taasisi ya MVIWA Arusha ilikuwa pia ni mmojawapo katika watu walioshiriki katika maonyesho ya Nane Nane Arusha, na wana eneo lao ambalo pia ndio linatumika kama sehemu ya kujifunzia kilimo ekolojia. Na katika ushiriki wetu kama KEPI tulifanikiwa kupata eneo ambalo tulienda na bidhaa zetu tunazoziandaa kutumia, ambazo zimetoka shambani kwa kutumia mbolea ya KEPI. Tulienda na bidhaa kama kahawa, tulienda na bidhaa mahindi, tukaenda na unga ambao ni walishe tuliouandaa. Pia tumeenda na asali, nta na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinahitajika katika hali ile ya mnyororo wa thamani. Lakini pia tulikwenda na mbolea ya KEPI Taka ni Dhahabu. Katika ile hali ya lile banda kulikuwa na ushindani wa ndani kwa ndani kwa vikundi vyote vya mkoa wa Arusha ambao tulikuwepo mle ndani, na sisi tulikuwa na nafasi ya ushiriki kama mshiriki, lakini wao nafasi ya ushindi, ili tujue kwamba hii kilimo ekolojia tunaiwezaje kuihendo na kuangalia namna gani tunaweza tukafanikisha kwa future. Kwa hiyo pamoja na maonyesho ya Nane Nane kuwa na mshindi katika maonyesho ya jumla ya Nane Nane, lakini sisi MVIWA Arusha tulivyoshiriki tulikuwa pia na maonyesho ya ndani ya mshindi wa kwanza hadi wa tatu. Taasisi ya KEPI tumepata ushindi wa kwanza kwa maonyesho yaliyofanyika kwenye eneo la MVIWA Arusha, na kwa sababu hiyo sisi tunashukuru sana mkoa wa Arusha kwa kutuona na kuona kwamba sisi tunaweza kushiriki kwao, lakini sio kushiriki tu, kutoa elimu, na watu wengi wamejifunza kwenye banda letu, na hivyo wakaona itakuwa sio vizuri wao wenyewe waliofanya tathmini zao kwa kutumia majaji wao, wakaona basi hawa wanastahili kuwa mshindi wa kwanza. Kwa majina ninaitwa Yoshua Elibahati Kimaro, na mimi ni mtoto wa Dr. Elibahati Zablon Kimaro, na kama jinsi ambavyo baba yangu alivyosema, tulikuwa katika maonyesho ya Nane Nane katika tawi na mtandao wa wakulima MVIWA Arusha. Na tulivyokuwa huko tulipewa nafasi ya kuweza kushiriki katika maonyesho hayo, na tulivyoenda huko tukajifunza mengi, lakini sio kujifunza mengi tu, nasi pia tukatoa elimu kuhusu mambo mengi ambayo tunayafanya, lakini pia tunatamani na wengine wafanye. Na kuanzia mwanzo wa maonyesho yale mpaka tulivyotamatisha siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 ambayo ni Nane Nane, tumepata kusambaza elimu kwa watu wengi sana katika maonyesho yale, ikiwemo wanafunzi mashuleni, ikiwemo
raia katika jamii, lakini pia hata viongozi wakubwa wa kiserikali wamepata elimu kuhusiana na kilimo ekolojia kwa ujumla. Na kwa jinsi ambavyo tulivyokuwepo pale, tulikuwa tukishirikiana, kila mmoja akitoa elimu katika nafasi yake ambayo amepewa. Kwa nini sisi KEPI tumekuwa mshindi wa kwanza kwenye eneo ambalo ni wakulima na wafugaji wa Mviu wa Arusha, lakini sisi tukawa mshindi wa kwanza? Sababu ya kwanza, walikuwa wanaangalia usafi. Usafi tunasema smart, kuanzia mtu mwenyewe alivyo smart. Je, katika ile eneo ambako wanafanyia ile biashara au elimu ikoje? Lakini pia mnyororo wa thamani wa mazao. Mfano, mbolea ya KEPI ndio chanzo cha sisi kuwa mshindi wa kwanza, kwa sababu tumechukua mbolea ile ya KEPI tukaenda shambani. Tulivyokwenda shambani tukapotesha mahindi. Mahindi haya ni mahindi ya asili ambayo zilitumika hizi mbegu tangu enzi za mababu. Baada ya kuenda shambani kuotesha mahindi haya, kulitokea process inayoitwa uchavushaji. Ule uchavushaji wa nyuki, tuliotesha kila aina muhindi sehemu yake, lakini nyuki wao wenyewe walifanya ule uchavushaji, wakaenda kusababisha janga lingine ambalo ni kuleta mbegu katika mfumo tofauti tofauti, ambao pia hii ni kisayansi ni nzuri, kwa sababu chakula chenye rangi kina virutubishi vingi mwilini. Na kwa sababu hiyo, pamoja na nyuki wamefanya kazi ya uchavushaji, lakini sisi tumekwenda kupata asali kwenye ule mnyororo wa uchavushaji. Na baada ya kupata asali, mabaki ya asali yameweza kutengeneza nta, ambao ndio hii bado ni ule mnyororo wa uchavushaji. Lakini si uchavushaji haukuwa tu kwenye mahindi, uchavushaji pia ulikuwa kwenye kahawa. Kama unavyoona, hizi ni kahawa, na kahawa hii imesha kaangwa, na hii tayari tumesha isaga tayari kwa kunywa kikombe cha kahawa. Lakini pia mahindi haya hatukuishia tu kwamba tunaenda kuuza mahindi, hapana. Tulifanya utaratibu wa kuandaa haya mahindi kwa kutumia utaratibu sahihi na kupaki vizuri, ambao tumeweka virutubishi vingi ambao ni lishe nzuri kwa watoto, wazee na vijana. Kwa ule mnyororo mzima wa chakula na mbolea, ndio umetuwezesha sikuwa mshindi wa kwanza. Lakini si kwamba ni sisi tu, kuna wengine walikuwa na bidhaa zao nyingine na mnyororo wao ulivyokuwa, lakini katika ule ushindani ni nani yuko juu ya mwenzake, hiyo ndio ilikuwa nafasi. Lakini wote, kama ilivyo katika kushindana, wote ni washindi.